Unaona watu wadanganyifu, anasikia mganga fulani ni maarufu, mganga fulani anatibu, mganga fulani anaenda kwa imani, halafu tekniki anazopewa sasa, anapewa tekniki ambazo ni za kawaida kabisa, lakini kwa sababu ameamini zinafanya kazi. Imagine mtu anaambiwa unaweza kupata fedha kubwa, anapewa dawa, halafu akienda kwa mganga anamwambia unatakiwa kwenye hili duka lako uwe wa kwanza kufungua, utasema maneno haya na haya na haya na haya, alafu uwe wa mwisho kufunga. Sasa hiyo tekniki ya kawaida. Na mtazamaji wa CF Media, karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha kiimani, na leo tumeenda kutembelea mtumishi wa Mungu Yabesi Adam. Tunaenda kuangalia na kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na imani. Imani ni nini? Lakini imani ina faida gani kwa mtu yoyote, awe ni Mkristo, awe ni Muislamu, awe ni kabila lolote? Je, imani inamsaidia nini? Tutaenda kuangalia namna ambavyo tunaweza tukatumia imani zetu tulizonazo kuzikuza, lakini pia kuendelea katika kumtumikia Mungu au hata katika maisha yetu ya kijamii. Ambatana mimi Jackson Wilson mwanzo hadi mwisho. Tunapozungumzia imani, ni neno pana, ni rahisi, lakini tunataka tukujua kwanza imani ni nini hasa. Kwanza asante, naitwa mchungaji Yabesi Adam. Hapa ni kanisa la Pentecostal Holiness Mission Revival Center. Imani ni jambo ambalo lina mapana sana. Yes. Kibibilia imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Na Biblia inasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwenye Waebrania sura ya 11. Lakini imani, tukizama ndani zaidi kuanza kuzungumza kuhusu imani ni matarajio, expectation from God. Yaani mtu anakuwa anatarajia kupata mambo ambayo hajayaona. Kusoma Biblia kwenye Warumi sura ya 4 mstari wa 18, Biblia pale inasema kwa imani Ibrahimu akatarajia yasiyowezekana. Umeona hiyo kitu? Kwa hiyo tunaposema imani, dhana ya imani kibibilia ni mtu kuweka matarajio ya kitu ambacho hajui kinawezekanaje, hakionekani, lakini anaweka matarajio na anajua kabisa hapa hiki kinawezekana. Sasa inatokeaje mtu anaamini halafu matokeo yanakuwa positive? Inatokea kwamba neno la Mungu mtu akilichukua, akiamini, akajumlisha kuamini, linazalisha haki. Biblia kwenye kitabu chote cha Warumi kinaelezea haki kwa njia ya imani. So mtu akichukua neno la Mungu halafu akaliamini, akaamini, huyu mtu anapata haki, kinageuka kuwa haki yake. Kwa mfano, do you see, hii simu ni haki yangu kuimiliki. Suppose sasa kuna mtu kaichukua halafu ninaitaka, au haiko mikononi mwangu lakini ni haki yangu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuipata na kuidai kwa sababu ni haki yangu. Sasa neno la Mungu kwenye Biblia limewekwa pale, lakini ukilichukua ukaliamini linageuka kuwa lako, ni haki yako. Sasa kuna mtu yuko hospitalini, anaumwa, ana mwaka mmoja amelala. Huyo mtu amehubiriwa, ameambiwa maneno mengi sana ya kutiwa moyo. Alafu unakuja kumwambia kwamba uwe na imani. Unapomwambia uwe na imani, wamemwambia watu, lakini bado hali yake inazidi kuwa mbaya. Anawezaje kuamini kutoka pale ambapo yeye anaumwa? Okay. Hilo ni swali zuri sana. Kimsingi dimension za Mungu kuponya zipo katika makundi, lakini uhakika ni kwamba Mungu anaponya. Sasa huyu yuko hospitali. Kwenye dhana hii ninayozungumzia mimi, anapaswa alichukue andiko, kwa mfano Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5. Lile andiko linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. So yeye anapolichukua lile andiko, kwa kupigwa kwake mimi nimepona, uzima unageuka kuwa haki yake. Lazima yeye akili. Yeye akishakiri, akishaamini, ule uzima unatoka tena kwenye kuwa nadharia, unageuka unakuwa haki yake. Sasa kuna mtu mfano anatembea usiku,
wanasema ile eneo ni hatarishi. Ni kitu gani kinamwashiria huyo mtu kusema hapana, hapa napita, ijapokuwa watu wameshasema hili eneo huwa ni hatarishi? Aha, huyu mtu ambaye anapita eneo hatarishi, kwanza haitakiwi mtu ujiingize kwenye jaribu. Biblia inasema, Biblia inatufundisha juu ya majaribu. Ni kweli Biblia inasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Na Mungu anasema nitaleta mlango wa kutokea ili mpate kulishinda jaribu. Hasa huwa kuna majaribu ya kujiingiza mwenyewe. Na kuna majaribu yanayokupata. Yes. Jaribu ni lipi ambalo mtu anaweza kujiingiza mwenyewe? Aha. Kwa mfano kijana wa kiume yuko chumbani na mdada hapa, anasema Bwana Yesu atanisaidia. Afu wapo wawili ni menake. Na hii issue inajulikana kabisa kwamba mahusiano yana nguvu kuliko mauti. Mapenzi yana nguvu. Biblia wimbo ulio bora inasema mapenzi yana nguvu kama mauti. Na mahali pengine Biblia inasema mapenzi yana nguvu kuliko mauti. Uko chumbani na mdada, we ni mkaka, alafu unasema mimi nimeokoka, nitashinda. Huwezi kushinda hapo, utakuwa umejiingiza mwenyewe kwenye jaribu. Lakini majaribu yanayompata mtu bila yeye kujiingiza ni yale ambayo, kwa mfano umeuliza swali zuri, mtu anataka kupita sehemu lakini anagundua hapa ni hatari, napitaje? Na hana namna yoyote ya kufanya, ni lazima apite pale. Pale sasa Biblia inasema unafumba macho, unamwomba Mungu, unasema Mungu nifunike kwa utukufu wako, nitapita katikati yao. Kwa hiyo unanyanyuka kwa imani kwamba nitapita katikati yao, na unapita katikati yao. Unashangaa wanakuja kushtuka ulishapita. Yes, wanakuja kushtuka ulishapita. Kwa hiyo imani ni issue ambayo kabisa ni halisi, kama mtu akifanyia kazi ni halisi. Anawezaje mtu kuwa na imani? Hiyo misingi ya kujengwa kwenye imani inatoka wapi? Okay. Biblia kwenye kitabu cha Warumi, Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mtu akiwa tayari kusikia neno, sio kusikia chochote, kusikia neno. Hapa tuko kwenye concern ya neno. Of course hata chochote mtu akikisikia, kwa mfano unaona watu wadanganyifu, anasikia mganga fulani ni maarufu, mganga fulani anatibu, mganga fulani anaenda kwa imani, alafu tekniki anazopewa sasa, anapewa tekniki ambazo ni za kawaida kabisa, lakini kwa sababu ameamini zinafanya kazi. Imagine mtu anaambiwa unaweza kupata fedha kubwa, anapewa dawa, alafu akienda kwa mganga anamwambia unatakiwa kwenye hili duka lako uwe wa kwanza kufungua, utasema maneno haya na haya na haya na haya, alafu uwe wa mwisho kufunga. Sasa hiyo tekniki ya kawaida tu kabisa, kwamba mtu akitumia effort kufanya kazi anapata. Yes, pale hakuna uganga pale, ila ni effort. Mganga akatumia tekniki na jamaa atakuwa anajihimiza, mganga alinipa hii dawa, alisema nikichelewa nimekosea dawa, nikiwahi kufunga nimekosea dawa. Kwa bize mapema asubuhi, wa mwisho kufunga. Sasa hapo lazima upate hela. Hiyo ni kanuni tu kabisa ya kifedha. Lakini kwa kuwa ameamini kuwa atanisaidia mganga, kaenda kupata hilo wazo kwa mganga. Sasa imani msingi wake ni kwenye kusikia neno fulani. Lile neno unalolisikia unaanza kulifanyia kazi. Ukilifanyia kazi unapata hatua. Kwenye utafutaji wa maisha ya kila siku tunataka kupata mahitaji yetu ya muhimu sana, ikiwepo chakula, malazi, lakini kuishi vizuri sana kwenye hii dunia. Namna ya upataji sasa, kila mtu anakuwa na engo yake ya utafutaji. Sasa kuna wengine wanatumia sasa hivi wanasema kuna njia za shortcut, kuna njia. Sasa kupingana, hizi imani mbili zinapingana, ipi ina nguvu, ya Mungu au ya shetani? Chenye nguvu siku zote ni Mungu. Mungu ana nguvu kuliko shetani. Haijalishi ni Mungu upande gani. Mungu ana nguvu kuliko shetani. Lakini Biblia inasema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4 kuwa shetani ni mungu wa dunia hii. Anamiliki vyote vilivyopo hapa duniani. Hata magari haya tunayoyaona. Kila kitu, majumba, magari, mashamba, viwanja, kila kitu unachokiona wewe. Mungu anamiliki nini sasa? Mungu yuko juu ya vyote sasa.
Kumbuka Mungu yeye ana mamlaka juu ya uso wa nchi, chini ya uso wa nchi na juu ya kila mahali. Mungu yeye ni mkubwa kuliko vyote. Lakini hapa duniani mahali ambapo ni pa hii miili, shetani amepewa kuwa mungu wa dunia hii. Anamiliki. Lakini tunamshinda kwa neno ambalo tunajumlisha na imani. Ndio maana Yesu akiwa duniani, Yesu mwenyewe akiwa katika mwili wa binadamu, alivyovaa mwili, alijaribiwa. Shetani anamuuliza, anamwambia shetani anamjaribu, anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badili mawe yawe mkate ule. Yesu alimjibu kwa neno, alimwambia imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Kwa hiyo sisi pamoja na shetani anashindwa kwa nguvu ya neno. Sasa hilo swali lako nikilijibu vizuri, naweza nikasema nikakupa maana ya imani nyingine. Imani ni vita. Faith is fight. Yaani kama tunataka kutumia lugha hii tunasema faith is fight. Imani ni vita. Kwa nini tunasema imani ni vita? Kwa sababu kwenye maisha haya ya kawaida nikitaka kutajirika, ningetakiwa niamke mapema, najisikia kauchovu, sitaki kuamka. Lakini ili nipate lazima niamke. Kwa ninafanya vita kuamini kwamba nikiamka, nikaenda nikafanya kazi nitapata. Kwa lazima niamke niende nikafanye kazi. Vitu unafanya na nani na havionekani? Okay. Maandiko yanasema kwenye Waefeso 6:13 na kuendelea, kwa vita vyetu sisi sio juu ya damu na nyama. Vita vyetu ni juu ya falme ambazo hazionekani. Ni juu ya mamlaka katika ulimwengu wa roho ambao hatuoni. Lakini ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mimi naitwa Pastor Adam. Lakini kwani Pastor Adam ni hiki kichwa? Ni hichi kifua? Ni hili bega? Hili bega ni la Pastor Adam, yuko wapi? Hichi kichwa ni cha Pastor Adam, yuko wapi? Ni mtu asiyeonekana sawasawa na hao tunaopambana nao sasa. Yes, nimesema tunapambana na wasioonekana, falme, mamlaka, wafalme kabisa. Na wakimute Adamu, wakimuwini, wanamute na anaondoka. Ndio pale unasikia mara Adam kafa ghafla. Kafaje ghafla? Wamemute hao jamaa. Wamemuwini yule Adamu. Wao si wanamuona, wanashabihiana, maana wote hawaonekani. Mtu alikuwa amelala, kaondoka. Amelala, afu nashangaa hayupo. Kwa hiyo tunaposema kuwa imani ni mapambano, unaweza kuwa kuna jambo ni la manufaa, ni kama una uzito. Lakini unapoweka imani kuwa nitapata, unatakiwa upambane na kile kitu ambacho unakiona ni kikwazo ili uende kwenye kupata. Sasa mtumishi wa Mungu, kuna vitu vingi sana vinaendelea duniani, lakini tunaona watu anaenda anaambiwa, bwana tunakula mkataba wa miaka 10. Baada ya miaka 10 uko tayari kufa? Ndio. Ila hii miaka 10 utatesa kwa zamu. Sawa. Tunafanyaje sasa? Kafara. Kafara ni nini? Hutalala kwenye kitanda. Utalala kwenye sakafu. Utakuwa na kitanda smart kizuri, hutalala. Utalala chini. Miaka 10 umefanikiwa. Lakini katika hiyo miaka 10 watoto wako 2 tunachukua. Sawa, damu hizo tunabeba. Sawa. Anakubali. Baada ya kila miaka 3 mtoto anaondoka. Yeye halali kitanda. Matokeo yake anatembelea V8. Anapandisha gorofa. Ni kanuni tukafuata. Na yeye akikosea kabla ya miaka 10 tunampoteza. Twende upande wa Mungu. Upande wa Mungu pia ni kanuni. Upande wa Mungu ni kanuni. Neno linasema hivi, mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mwenye roho iliyopondeka atetemekaye asikiapo neno langu. Nami nitakupa hazina za gizani zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua mimi ni Mungu wako. Zimefichwa na nani? Adui shetani anaficha. Si ndio Mungu wa dunia hii anazificha mali. Sasa ikiwa mtu ataamua serious, ninamtaka Mungu anisaidie. Sio issue ndogo brother, kukaona kadada kazuri kama kale alafu unakaangalia tu. Sio issue nyepesi. Wewe ni kijana. Sio issue nyepesi kukaona kadada, na hapa mjini, kwa mfano tukichukua Dar es Salaam hapa, wadada ni wengi mno.
wazuri wa kila rangi, yani wa kila aina. Si rahisi kumuona ukajinyima huyo mdada. Ukiweza huo mtihani, sasa kila mtu ana mtihani wake. Ukiweza huo mtihani, halafu naenda, Mungu tazama, nimeamua kukufuata wewe, mimi nataka nipate kutokea kwako, unapata. Lakini ni ngumu, watu wanashindwa sasa. Kwa sababu hivyo vitu vinavutia, mtu anaangalia, okay, nikijiunga na kambi fulani, tutapiga mishe hii, tutapiga magendo hii, tunaingiza fedha. Na ni kitu kinaonekana kabisa, akifanya anaenda kupata. Anajaribu, anaenda na anapata. Sasa wewe ukijinyima hayo, wakati unafika sasa ambao Mungu anaamua kukubariki. Lakini pamoja na yote hayo, kanuni ukizizingatia, maandiko yanasema hivi, Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 inasema hivi. Kwanza tukianzia Yoshua 1:8. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari yaliyoandikwa humo, upate kuyatenda mchana na usiku. Kuna neno linalokuongoza ambalo ni sheria, unatakiwa uifuate sheria. Yes. Lakini kwenye hiyo Kumbukumbu 28 inasema, itakuwa utakaposikia maagizo ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutenda na kuyatunza, baraka hizi zote zitakuja juu yako. Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, ila kumeanza na maagizo. Kuna maagizo, kuna maelekezo. Nataka kufanya biashara, natakiwa nisikie ndani yangu biashara, nimuulize Mungu anielekeze, hii biashara naanzaje? Kama siwezi kumsikia Mungu nitakwama. Hapo ndo tunalaumu sana, huku kwa Mungu watu hawafanikiwi. Wanafanikiwa bwana, wewe hutafanikiwa kwa sababu huna uwezo wa kumsikia Mungu akikuelekeza. Lakini ukiweza kumsikia Mungu anakuelekeza, mbona sote tunaendesha magari, tumeyapataje? Mbona tunafanikiwa, afya zinafanikiwa, mbona tunajenga, mbona tunaishi vizuri tu? Ni kwa sababu ya maelekezo. Tuko katika Kristo Yesu. Biblia inasema Mungu atatujazia kila tunachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake, tukiwa katika Kristo Yesu. Si unanielewa mtu wa Mungu? Kwa tukiwa katika Kristo Yesu hivi. Sasa tuangazie upande wa kijana ili aweze kukua katika mafanikio. Tunaangalia mafanikio katika upande wa kiroho, lakini katika ulimwengu wa mwili. Lakini pia huyo kijana bado ana vita ya kuona vitu ambavyo Mungu viumba ambavyo ameviumba vizuri, wadada. Kuishinda tamaa ambayo umesema, kujinyima, inawezekana vipi kwa kijana ambaye anakula asubuhi, anakula mchana, anakula usiku na analala na anakunywa vizuri maji? Okay, Biblia inasema ni Zaburi bila shaka ya 119 kianzia mstari wa 6 na kuendelea. Pale mstari wa 6 Biblia inasema, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yake yote. Kiendelea anasema, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii akilifuata neno la Mungu. Mstari ulioanza pale wa 6 unasema, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yake yote. Hilo andiko niunganishe na lile andiko la Zaburi 119 mstari wa 100. Biblia inasema hivi, ni Daudi anasema, ninao ufahamu. Wakati anasema Daudi alikuwa kijana, anasema ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia ya Bwana. Sasa kijana akitaka kufanikiwa kuvuka wakati wake wa ujana, awe mwepesi kwa mausia ya Bwana, na ajue kabisa akiyashika maagizo ya Bwana kwa kutii, akilifuata neno la Mungu, lazima atakuwa salama na kufanikiwa tu, atafanikiwa. Changamoto kwa vijana wengi, hawataki kuwa na ule uvumilivu. Angependa amalize chuo kikuu leo, kesho atembelee V8. Sasa huo mchakato, hakuna mchakato wa hivyo. Mwanadamu ameumbiwa element of success ndani yake. Kuna viwekezo vya kufanikiwa kwake ndani. Mwanadamu yeyote unayemwona ameumbiwa afanikiwe. Kwani katoto kakizaliwa, nani anakafundisha kunyonya? Kanasogezewa ziwa mdomoni, kanaanza kuvutia ndani. Mbona akapulizi katoe nje? Ni kwa kuwa Mungu ametuumba ili tufanikiwe. Yes. Ila huu ulimwengu namna ulivyoumbwa, ulimwengu kwenye physics
wale wanaosoma fizikia wanasema ulimwengu una kani ya kuvuta vitu kurudi chini 9.8 Newton. Kwa kitu ndio maana ukirusha kama hii simu yangu ukirusha juu hivi inarudi chini. Ulimwengu umeumbwa ili uvivute vitu kuvirudisha chini. Ndio ulimwengu uko hivyo katika kila eneo. Kijana atafanikiwaje kuvuka kimaisha, atafanikiwaje kushinda hivyo vitu anavyoviona vinavyotamanika kwa macho? Atafanikiwa kama akimshika Mungu, nguvu ya Mungu ikawa ndani yake. Roho Mtakatifu ndio pekee anaweza kumwezesha mtu. Lakini kusema eti mimi nimesoma Bachelor of Arts in Desertification. Desertification itanisaidia mimi sasa nivuke. Nimesoma kwenye ndoa basi tutafika sehemu, au lazima amchukue mtu ambaye ana imani naye ili aweze kufika kule? Sasa atakuwa na imani. Mke mwema, Biblia inasema hutoka kwa Bwana. Huo ni ukweli. Mimi hapa nina watoto wangu, ninapambana usiku na mchana. Wale watoto wangu nihakikishe kila mtoto wangu huyu ninampa nyumba, huyu nampa nyumba, huyu nampa nyumba, huyu nampa gari, huyu nampa, napambana. Na Mungu atanisaidia. Ili mwisho wa siku mimi nawaambia mwanangu, nyumba yako hiyo pale, kiwanja chako hiyo. Mwanangu, Biblia inasema nyumba na mali mtu hupata kutoka kwa baba yake, bali mke mwema kutoka kwa Bwana. Tunadanganyika tunaposema yule dada naona anaweza kanifaa, ngoja nijaribishie mahusiano, tusafiri naye kimapenzi kwa muda afu nione kama tudeti kwa muda mrefu nione kama ninaweza nikamuoa. Tunakosea, unajipa sasa hapo hujapewa na Bwana. Na the moment tunapoanza kujiunganisha na yule binti, ukaanza naye mapenzi, pale sio Mungu aliyewaunganisha, ni shetani. Na kwa kuwa shetani ndo amewaunganisha, atakuja kuwatenganisha. Maana yeye hapendi watu wakae pamoja, atakuja kuwatenganisha. Kwa Mungu anakuja kujaje? Ndio kile nimesema. Kijana anatakiwa awe na imani ya kumwamini Mungu, kwamba Mungu aliyeniumba nikiwa zygote. Kwenye Biblia takatifu Zaburi 139 mstari wa 9, Biblia inasema hivi, nalikujua tangu tumboni na nilikujua kabla hujazaliwa, na chuoni mwangu nikaziandika habari zako ukiwa hujakuwako. Yani Mungu alitujua tukiwa zygotes, yani ile ndo muundo unaanza kutengenezeka tumboni mwa mama. Mungu alitujua na kwenye database yake akaandika habari zetu kabla hata hatujakuwako. Sasa kama Mungu alikujua, unahangaikaje? Wewe unahangaikaje kama Mungu alikujua? Ngoja nikupe ushuhuda. Mimi namna nilivyopata mke. Mimi nilikuwa nimeokoka hivi. Na Mungu alinigrant mke, nina mwaka wa 11 nina mke mimi. Hatujagombana, hatukimbizi kumsikiliza Mungu. Sasa Mungu aliniongoza, nikaandika karatasi, nikawa na karatasi mbili. Nikaandika namba yangu ya Vodacom kwenye karatasi mkono wa kulia, namba yangu ya Airtel mkono wangu wa kushoto. Nikainua mikono, niliomba masaa, nasema Mungu, naomba ikifika muda fulani nitakaye muoa anipigie simu kokote pale alipo. Ana namba yangu, hana namba yangu, wewe una uwezo, anipigie simu. Nikaomba saa 2, saa 3, saa 4 hapigi simu mtu. Nikasema ngoja nikomae na maombi, mwisho ni saa 8, mimi nataka kupata mke saa 8. Niliomba, nikaomba. Ilipofika saa 8, kuna simu namba ngeni iliingia kwenye simu yangu. Ilipoingia namba ngeni kwenye simu yangu, nikaipokea, nikasalimiwa tu, kaka Yabesi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, we nani? Akasema mimi naitwa dada Glory. Uko wapi? Niko Dodoma. Nilitaka kujua tu, maana ninategemea kuja Tabora. Mimi nilikuwa Tabora. Nategemea kuja Tabora, nitaka kujua ratiba kanisani hapo ya maombi ikoje ratiba. Mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa maombi, mwenyekiti wa vijana. Akana ni hojoji maswala na niuliza. Kumbe huyo ndiye nitakayemuoa. Wakati huo mimi nilikuwa sijui shape yake ikoje, anafananaje. Ila mimi kwa sababu kanisa lilikuwa ni kubwa na mimi naongoza vijana, naongoza timu ya maombi, simjui. Of course alivyojitambulisha, picha haikuja haraka. Lakini nikasikia amani. Huyu inawezekana ndiye nitakayemuoa huyu. Ndio nikaanza kusearch taarifa zake. Of course niliweka na vigezo vingine, lakini huyo mwisho wa siku ndiye alikuja kuwa mke. Chanzo changu cha kumpata Glory niliye naye leo
kilitokea kwenye imani ya kuandika kwenye simu na kuamini Mungu kwamba Mungu anaweza kanipa mtu. Sasa Mungu kama alifanya hivyo kwangu, anawezaje kushindwa kwako? Ni issue tu ya sisi tunakaaje na huyu Mungu. Kwenye hazina ya Mungu wanawake wapo, wanaume wapo, yani mke wako, mume wako yupo tu. Ni wewe kukaa vizuri na Mungu. Ukikaa na Mungu vizuri, Mungu ndiye kazi yake kukupa wewe mke au mume, kwa sababu anakujua udhaifu wako. Brother, wewe unachukua mtu ana tabia zake, wewe huku unatoka na tabia zako, mnakutana, mnaanza kuishi, mnaishije? Hamtaishi. Mungu ana uwezo wa kukupa mtu ambaye utaishi naye vizuri. Na hao watu wakishakutanika wanaendeleza vipi, wanajenga vipi katika misingi ya kiimani? Kwa sababu kuna wanasema mapenzi si hayachagui dini wala kabila. Hiyo ni misemo ambayo ipo. Lakini tunaangalia matokeo ambayo yanatokea baada ya watu kuunganika. Wanaweza kana napendana leo, baada ya miaka mitatu ugomvi unaanza. Tunaona mpaka sasa hivi kwenye jamii zetu watu wanapigana, wanakufa, wanauawa. Shida iko wapi? Hao watu wanatakiwa tufanye nini ili familia zetu zibaki kuwa na upendo kama ule ambao Mungu alitukutanisha siku ya kwanza? Okay. Ili watu, Biblia inasema watu wawili hawawezi kwenda safari moja au njia moja isipokuwa wamepatana. Isipokuwa wamepatana. Na kupatana kunaweza kukapungua au kukaingiliwa kutokana na hasira zako, kutokana na matatizo fulani. Hayo yote yanaweza yakaharibu ile kwenda pamoja. Sasa watu hao wanawezaje? Tumeoana na mdada akatoka kule, mwingine akatoka kule, wanakutana pamoja, wanatakiwa waoane. Wanawezaje sasa kudumu katika ndoa? Nafikiri hilo ni swali la msingi sana. Namna ya kudumu, unajua ndoa ni kama pembe tatu, triangle. Hii triangle, huku yupo mwanaume, huku yuko mwanaume, huku yuko mwanamke, lakini juu lazima awepo Mungu, iwe triangle hivi. Kwa huyu tabia zake hawa watu wanaunganishwa na wanapomwangalia Mungu. Kwa hiyo inabidi huyu aende kwa Mungu na huyu aende kwa Mungu. Tukikutana pale kwa Mungu tunaunganika, tunakuwa kitu kimoja. Kwa lazima tujiridhishe kwamba sote tumekusudia na tumekubaliana kumtafuta Mungu na kuwa pamoja na Mungu sana. Lazima tuwe tumekubaliana kwa sisi tutamwangalia Mungu katika ndoa yetu. Kwa ukiona mimi nina changamoto, hata kama unaona kama vile mbona kama zinanipasua sana kichwa, nenda kwanza kwa Mungu kabla ya kuja kwangu. Mimi si mwanadamu. Ukija kwangu nitakujibu vibaya. Nenda kwanza kwa Mungu anayetuunganisha. Wakati nasema na Mungu anayetuunganisha, kumbuka na mimi kuna muda nitaenda kusema na Mungu. Tunakutana kule, tunaunganishwa, tunaendelea na safari. Mtumishi wa Mungu, nashukuru sana kwa namna ambavyo tumeongea, tumejadiliana masuala mbalimbali kuhusiana na imani. Mtazamaji wa CF Media, ulikuwa na mimi Jackson Wilson, bila kusahau nyuma ya kamera ni mtaalamu wa kamera na videographer Jacqueline. Lakini mtumishi wa Mungu anapatikana hapa maeneo ya Ubungo, na hapa ni kanisa la Pentecostal Holiness Mission. Anapatikana kila muda, kila wakati kwa huduma mbalimbali anapatikana hapa. Basi uweze kukaribia kumomba Mungu. Lazima amesisitiza kwamba kama taifa ni wakati sahihi wa kuweza kumomba Mungu kwa haya ambayo yanaendelea, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio ambaye hachelewi wala awai. Wakati wowote anaweza kutujibu na kututoa katika hali ambayo inaendelea, na hatimaye tukazoea tu yale maisha ambayo tumekuwa nayo mwanzo. Ambatana na sisi na endelea kutufuatia katika mitandao ya kijamii Instagram na YouTube CF Media. Asanteni sana.